Karibuni tena Hadijas Kitchen, na leo tutajifunza namna ya kuandaa chapati mchambuko. Jamani, mchambuko kweli. Alafu rahisi. Alafu hazina mambo mengi, tamu, zinavutia. Yaani sijui nisemeje. Wacha tuanze darasa letu. Hatua ya kwanza kabisa utaweka unga kwenye chombo chako cha kukandia, kisha utaweka chumvi. Ukishamaliza kuweka chumvi, utaweka maziwa yako ya unga, na baada ya hapo utachanganya. Baada ya kuchanganya utaweka maji. Unaweza kuweka maji yote kwa pamoja au kuweka nusu nusu. Kwa nini nusu nusu? Labda unga wako na wangu tofauti. Umeona hivyo. Kwa hiyo utaendelea kukanda namna hiyo. Na hapo mimi naangalia. Unaweza ukaweka maji ukaona kwamba vile donge lako maji yamezidi kwenye unga, lakini kumbe inakuwa sio. Ukiangalia kule chini bado tuna unga. Kwa hiyo hatutaongeza unga mwingine. Tutaendelea kukanda mpaka pale utakaposhikana vizuri. Umeona hivyo. Na hili zoezi la kukanda, kama unatumia mashine, basi ni zoezi la dakika 10. Umeona? Lakini kama utatumia mikono, usifanye uvivu. Hapo hivyo nimeweka siagi. Umeona? Nimeona umeanza kushikana hivi. Kwa hiyo nimeweka siagi ili vikandike pamoja, yani vishikane vizuri kwa pamoja. Umeona hivyo. Kama unakanda na mkono, basi usifanye uvivu. Unaweza kukanda polepole hata kwa muda dakika hata 15. Umeshaona, kwa sababu ukikanda vizuri utapata chapati nzuri. Hapo mimi naangalia kama imekandika vizuri, lakini bado naona una madonge ya unga. Kwa hiyo nitaendelea tena kukanda. Kama unatumia mashine, basi hakikisha yani speed yako sio kubwa. Mimi nimekuwa nacheza na 1 mpaka 1.5, na mashine yangu ina speed namba 1 mpaka namba 5 au 6 sikosei. Umeona donge langu limelainika vizuri, halishiki mkononi, na hicho ndo kipimo kama donge lako liko sawa sawa. Yani liko vizuri, nimekandika vizuri, halijazidi maji. Hapo hivyo hicho chombo nimekipaka mafuta, nitatengeneza donge langu vizuri kama hivyo mnavyoona. Taweka kwenye hicho kibakuli. Baadaye nitakuja kufunika namna hiyo. Nitafunika vizuri donge langu na nitaliacha kwa muda dakika 30. Kwa nini? Ili tu ziwe laini zaidi. Na hapo ishapita dakika 30, natoa donge langu kama mnavyoliona limelainika sana, tofauti na ilivyokuwa mara ya kwanza kabla tujalifunika na kuliacha. Umeshaona ni laini sana. Baada ya hapo tutakata sasa madonge yetu ya chapati. Mimi nimepata madonge 7 kwa sababu sipendagi chapati nene, ila kama wewe ni mpenzi wa chapati nene nzito, basi unaweza kufanya hata madonge 6. Unaona hivyo. Kwa hiyo hakikisha unatengeneza madonge yako duara vizuri. Mimi napendaga kufanya vitu vyangu vyote vizuri. Kwa hiyo hapo nimeyafanya duara vizuri, yamekaa vizuri, yanavutia. Hakikisheni yanalingana, na baada ya hapo utafunika tena, kisha utaacha kwa muda dakika 20. Unaona? Na hiyo hapo ni siagi ambayo nimeyayusha, na huo ni unga ambao tutatumia katika kusukuma ili tuweze kukunja tabaka namna hiyo. Haya. Hapo tunasukuma chapati yetu, na tunaisukuma kwa urefu, yani tunasukuma kwa urefu. Kumbuka pia jinsi utakavyokunja chapati yako, na ndo jinsi ambavyo utapata muonekano wako wa chapati baadaye. Kwa hiyo mimi hapo nimesukuma kwa urefu, na hapo napaka siagi yangu. Umeshaona naipakaza vizuri. Baada ya hapo nanyunyuzia unga kidogo hivyo. Kwa nini nanyunyuzia unga? Ni kwa sababu nimegundua ukinyunyuzia unga chapati yako inakuwa inachambuka vizuri. Yani ukienda kusukuma duara haishikani. Haya. Hiyo nimeikunja vibaya, yani nimeikunja bila kufikiria nataka muonekano gani, yani muonekano wote wa chapati itakavyotoka sawa tu, ndio maana iko sijaifunga vizuri. Sijatilia manani ukunjaji. Kipindi nakunja chapati nitakuja kuwafahamisheni baadaye vizuri. Na hiyo ni chapati yangu ya pili. Hii sasa nimeikunja kwa mapenzi. Nataka itoke vizuri. Mwishowe nataka pale nikiwa naikaanga iwe na muonekano mzuri, ivutie.
Unaona? Hiyo hapo hiyo. Kwa hiyo nitaikunja vizuri, nitaikunja kwa mapenzi, nitafuatisha masharti yote. Ule mstari mnaona kule chini naonyesha, hakikisheni unakuwa chini kama kawaida, unakuwa chini, usiwe juu wala pembeni wala sijui wapi. Unatakiwa kuwa chini. Kwa nini? Mtaona huko mbele. Umeona? Hivyo nimeikunja vizuri kwa mapenzi yote. Nataka chapati hiyo ionekane vizuri, iwe na muonekano vizuri. Ameshaona? Haya. Baada ya hapo hiyo nikaamua kuikunja kwa nikunje ile wanasema koni. Nimesukuma duara, nikanyunyuzia unga kama kawaida, na hapo nakunja sasa mkunjo wangu wa koni. Hivyo namna hiyo. Umeona? Jinsi utakavyokunja chapati yako ndo jinsi itakavyo ndo jinsi na muonekano wake utakuwa kama ulivyoikunja. Hivyo. Umeona? Jinsi utakavyokunja chapati yako ndo jinsi itakavyo ndo jinsi na muonekano wake utakuwa kama ulivyoikunja. Hivyo. Unaona? Hakikisha unakunja vizuri chini, utaki mafuta yatoke. Namna hiyo. Nimemaliza, inaonekana vizuri, nitaweka pembeni. Haya. Huo ni mkunjo mwingine wa aina ya 3. Huu mkunjo mimi nauitaga danganya toto, kwa sababu kama unakuwaga na shida kutoa chapati mchambuko, basi huu mkunjo hautokuaibisha. Umeona? Ni unasukuma vile kiurefu, akisha kidogo inakuwa pana. Ukishasukuma vile kiurefu, unachukua kisu, unaanza kuikatakata kama hivyo mnavyoona kwenye ambavyo mimi nakata yangu. Baada ya hapo utanyunyizia unga. Ukishamaliza kunyunyizia unga, utaikunja hivyo yani. Kwa hiyo unafanyaje? Unaisukuma kiurefu, lakini hii kidogo inakuwa pana. Unapaka mafuta, yani siagi yako. Ukishamaliza, unaikatakata hivyo na kisu kama mlivyoona. Alafu baadaye unafanyaje? Unanyunyuzia unga, unakuja kuikunja hivyo. Na itatoka hivyo hivyo. Haya. Hii pia nimeikunja vizuri. Umeona? Nataka pia iwe na muonekano mzuri. Chapati yangu nataka ionekane vizuri baadaye, kwa hiyo nitaikunja vizuri, nitazingatia huo mstari hapo mnaoona utakuwa chini, huo hapo unaonyesha huo utakuwa chini. Kwa hiyo nitakunja chapati yangu vizuri kabisa kwa kuibembeleza mwenyewe. Baada ya hapo nitaiweka kwa zile zingine nazo. Haya. Hiyo nyingine ambayo nakunja sasa hivi mnaona nimekunja kwa unene. Na nimekunja kwa unene na imefanya hewa ndani, kwa hiyo nayo itatoka tofauti na hizo zingine ambazo nilizozikunja vizuri. Umeona? Namna hiyo. Alafu sasa ukishazimaliza zote kuzikunja tabaka zako, utafunikia tena kwa muda wa dakika 20. Utazifunikia vizuri, alafu utaziacha kwa muda wa dakika 20. Baada ya hapo, hatua inayofuata ya kusukuma duara ili tuende sasa kufanya nini? Kukaanga chapati zetu. Hii ndio ile chapati ya kwanza ambayo nilikunja yani kwa kutokuzingatia, yani ili mradi chapati hiyo ionekane vizuri, sionekane vizuri, ili mradi tu nile chapati. Na hakikisha upande wa chini unakuwa chini muda wote wa kusukuma duara lako, na upande wa juu unakuwa juu kama kawaida. Huaga sijeuzi mimi nikisukuma chapati, yani unaipindua juu chini juu hivyo hivyo, yani huaga sisumbui. Umeona? Hapa naenda kusukuma ile chapati yangu ambayo nilikunja kwa mapenzi. Sasa ile ambayo nataka ikiiva itoke vizuri, ionekane vizuri, ishawishi, vutia hivyo. Umeona kwa nini nanyunyuzia juu unga? Kwa sababu nataka iingie katikati hiyo mistari hiyo. Sitaki chapati yangu ishikane kipindi nasukuma duara namna hiyo. Umeona? Hivyo. Kwa hiyo ndio ile chapati yetu nzuri. Na hata kwa kuangalia, ukishasukuma zote mbili, ile ambayo uloikunja vizuri hata kabla haijaiva waga ina muonekano mzuri. Unaona kabisa ile mistari jinsi ulivyoikunja ndio ilivyo hivyo hivyo. Lakini ile ambayo tukuizingatia, mistari inaonekana lakini sio kivile ambavyo wewe unataka ionekane.
Haya, na hapo nimeweka ile chapati yetu ya kwanza ambayo hatukuizingatia kwenye ukunjaji. Ipo kwenye kikaango. Hakikisha kikaango chako cha moto kabla hujaweka chapati yako. Ni muhimu kikaango kiwe kimepata moto kabla hujaweka chapati yako. Na hapo nilikuwa nasukuma ile chapati yetu ambayo tulikunja mkunjo wa koni. Umeona? Hakikisha hugeuzi chapati yako kwa unasukuma duara. Mimi waga sigeuzi kama nilivyosema, upande wa juu na kwa juu kama kawaida na wa chini na kwa chini kama kawaida. Hapo tunageuza ile chapati yetu ya kwanza hivyo. Huu ndo ule mkunjo wetu wa danganya toto ile. Sasa hii danganya toto hii hautakiwi kusukuma sana kwa sababu haitaki kuwa nyembamba. Umeona? Kwa sababu tumeichana hapo ilipo. Kwa hiyo inatakiwa kidogo usisukume sana, na mara nyingi inakuwa shida pia kutoka duara. Sasa ukitaka duara unajikuta umeenda kuisukuma sana, inakuwa nyepesi. Alafu wakati wa kuja kuikaanga inakuwa kaukau. Hatutaki chapati kaukau. Na hapo chapati yangu iko tayari kwa kuweka mafuta. Tunaweka mafuta kijiko kimoja cha chakula. Chapati zangu mimi na kaanga kijiko kimoja cha chakula juu na chini, yani siongezi mafuta. Nikishaweka kijiko kimoja cha chakula mafuta, basi siongezi tena kingine. Unaona? Muonekano wake sio mzuri, hata uvutii. Lakini kwa sababu ni yangu ilikuwa tu nile chapati, sijali. Haya. Hiyo ni ile chapati yetu ya pili ambayo tulisukuma vizuri. Na hii na usukuma hapo sasa hivi ni ile chapati ambayo nimesema itakuja kufanya hewa baadaye, ambayo nilikunja pana ile kama mnakumbuka. Kuna chapati tulikunja pana, kwa hiyo ikawa imefanya hewa ndani. Ndio hiyo, hata katika usukumaji wake unakuwa kuna hewa. Umeona? Hiyo ni ile chapati yetu nzuri ile. Tunatia mafuta kijiko kimoja. Tunaweka hivi. Umeona? Hiyo ni ile chapati yetu nzuri ile. Tunatia mafuta kijiko kimoja. Tunaweka hivyo. Unakaanga kama mimi ninavyokaanga. Usikaange ulivyozoea wewe. Kama unataka chapati iwe toke na muonekano mzuri, sana hizi ambazo wewe unataka zionekane vizuri kama zangu, basi hakikisha unakaanga kama mimi ninavyokaanga. Umeona? Nikitia chapati kwenye kikaango, ule upande wa juu unakuwa juu na ule upande wa chini ndo ninaanza nao chini. Umeshaona? Yaani ule upande wa chini ndo ninaanza nao chini na wa juu unakuwa juu. Umeona? Haya. Kama utakuwa hujaelewa utaniuliza. Na hii ni ile chapati yetu ya koni. Hiyo kabla kutia mafuta waga napenda kuigeuza hivyo ili ianze kushika rangi kwa urahisi. Umeona? Waga siiachi tu hivyo. Nataka ishike rangi kwa urahisi ili nikija kutia mafuta basi iwe na rangi sehemu yote. Umeona hivyo? Haya. Kwa hapo natia chapati yangu, naanza sasa kuikaanga kwa kuizungusha. Nikiona rangi yake imeniridhisha naipindua upande wa pili. Umeona? Hivyo. Mafuta ni kijiko kimoja tu. Mimi chapati zangu nakaangia mafuta kijiko kimoja cha chakula pande zote mbili. Umeona? Hivyo. Haya. Hii ndio ile chapati yetu ya mchambuko wa danganya toto. Hii hata ukitia kwenye kikaango usisubiri, yani usitegemee kwamba itaumka vile. Ikibadilika tu rangi hivyo wewe weka mafuta kwa sababu haiwezi kuumka. Ni chapati ambayo tumeikatakata hivi. Umeona? Yani kwa namna moja au nyingine iko wazi tu. Umeona? Sasa hiyo nikikunjaga hivyo uwaga na pia naikaanga na kunja katikati. Haijalishi. Yani uwaga sitegemei muonekano mzuri wala nini, mimi tu niive, ichambuke, basi nile hivyo. Na hapo hivyo mnavyoiona iko tayari. Umeona? Iko tayari, inaonekana vizuri. Umeona? Nishaanza kuisumbua kwenye kikaango, sio lazima ufanye hivyo. Nimejisikia tu kufanya. Umeona hivyo? Haya.
Hii ndio ile chapati yetu ambayo ilikuwa na hewa. Ilijaa hewa ndani. Na nikikunjaga vile chapati ikiwa na hewa ndani, kwa sababu najua hata nikikaanga kwa mapenzi sitapata ile sura ambayo nataka. Kwa hiyo waga nafanya nini? Naikaanga kwa design hiyo hapo, naikunja katikati, naikaanga tu hivyo bila kuisumbua. Inapanda na yenyewe ndio inazidi kututumuka, yani inapandaga kweli na inakuwa inachambuka kweli, kwa sababu ni chapati ambayo haijasumbuliwa sana. Umeona mchambuko wake unakuwa umechambuka sana. Umeona mtazamo wake, pia muonekano wake unakuwa hivyo. Umeona namna hiyo. Haya, na hii ndio ile ambayo nakumbuka nilikunja mbili nzuri kwa mapenzi. Hii ndio ile nyingine ambayo tulikunja vizuri pia. Umeona hivyo. Cha kuzingatia ni kwamba hakikisheni, kama nilivyosema, nikiwa nasukuma duara sigeuzi chapati yangu. Upande wa juu unakuwa juu mwanzo wa kusukuma mpaka mwisho, na hata kwenye kikaango ule upande wa juu unakuwa juu. Naanza na ule upande wa chini. Umeona chapati zetu zote zimekamilika. Zinaonekana hivyo, zinavutia. Kila chapati na muonekano wake kutokana na namna jinsi nilivyoikunja. Hiyo tulikunja vizuri kwa mapenzi. Tukasema ikiwa kwenye sahani ionekane vizuri, na ndio maana tukaikunja vizuri, tukaikaanga vizuri na inavutia haswa. Lakini zote tamu, zina ladha moja. Unaona hivyo. Na hiyo nyenzake pia ni miongoni mwa ile ambayo tulikunja vizuri. Hii ndio ile danganya toto mchambuko. Umeona hata uhitaji kazi nyingi katika kuichambua, yenyewe iko waziwazi tu. Umeona inachambuka tu yenyewe. Kwa hiyo kama una shida kutoa michambuko, kunja huo mkunjo wa danganya toto, itatoka vizuri. Hiyo ni ile ambayo ilikuwa na nini? Ilikuwa na hewa ndani. Ilikuwa na hewa ndani, na tulikaanga kwa kuikunja katikati. Yani inakuwa mimi napendaga inakuwa ina mchambuko vizuri, yani hainaga shida. Umeona hivyo. Hiyo ni ile koni yetu ile chapati tulikunja kwa sampuli ya koni. Umeona unakunja vizuri, haikatiki. Chapati ni laini, hazikatiki. Chapati nyingine ukikunja linakatika. Au ikiwa nzito sana ukikunja unaona inajipasua. Umeona, lakini hizo ziko yani laini, yani nzuri kusema kweli. Umeona hiyo ndio ile yetu nzuri ile ya kuombea mkopo ile. Umeona inashambuka vizuri, haina shida yote, iko vizuri, inavutia, tamu. Umeona? Kwa hiyo wapendwa, natumai mmenielewa. Kama kuna mtu atakuwa na swali hajaelewa, asisite kuniuliza. Kama nimeongea haraka nimechanganya maneno hujafahamu, usisite kuniuliza, hakuna swali la kijinga. Natumai hamtakuwa wavivu, mtanitumia kazi zenu ili nipate kuwasahisha. Nashukuru sana na karibuni tena.